Namba nene ya andũ arĩa makoragwo na mawathe matiganĩte mataragĩria ũrĩa maciarirwo kana makinyitwo nĩ wathe marĩ andũ a ũkũrũ wa thĩ biũ. Ĩndĩ angĩ makoragwo na ng'ano cia mwanya na cia kũhahũra ũrĩa mekorire marĩ na wathe. Mũndũrũme ũyũ nĩ ũmwe wa arĩa ng'ano ciao nĩ cia kũhahũra. Aciarirwo atarĩ na wathe oro wothe, agĩthoma na nginya kũrĩkia mathomo ma university atarĩ na wathe. Ĩndĩ mũthenya ũmwe mutino ũkĩmũkora, mutino wa gũtharĩkĩrwo nĩ ekinai. Mimi ni mtu mchangamfu sana. Sasa napenda kuwa involved kwa many activities. And one of my favorite activity is sports and specifically hiking. So kwa hii siku moja nilienda kupanda milima Ngong Hills, ambaye sasa nilipofika huko ndani nilikuwa na wenzangu. Tukiwa huko Ngong Hills, sasa huko ndani na wenzangu wakanivamia. Sasa nilikuwa najaribu kusaidia wenzangu ndio tutoroke. Sawa, wakora wakanivamia. Hiyo wakati nilipoteza jicho moja ya hii pande. Nilipigwa kwa hiyo jicho kapotea. Nipelekwa hospitali, madaktari wakasema sasa haiwezi tibika tena. So ilibaki bila kwa karibu mwaka moja kabla tena nipatane na wengine ambao walivamia hii jicho ingine. Ĩtĩkia kana ũrege, mutino ũngĩ o ta ũcio ũkĩmũkora rĩngĩ na kĩgũthwo ritho rĩrĩa rĩatigarĩte na macũngĩrĩrio rĩkĩũra. Sasa hii nilikuwa natoka matembezi mahali naitwa Namanga karibu usiku. Sasa nilikuwa kwa hiyo barabara karibu saa 4 usiku, na nilikuwa na mzazi wangu tukirudi Nairobi, tulikuwa tumetoka kutembea. Sasa ni kama waliweka misumari kwa barabara. Sasa hizo misumari zilitoboa tires. Hii maneno nafikiri umesikia saa zingine. Zikatoboa. Mimi nikamwambia mzee, ninaona ni kama hapa kuko sawa, barabara iko sawa, kuna mataa. Kwa hivyo tunaweza simama kidogo tuangalie shida iko wapi, afu tujaribu kuona venye tutatatua. Na hivyo ndio tulifanya. Lakini ile harakati ya kujaribu kubadilisha miguu za gari ambazo mbili za nyuma zilikuwa zimepasuka, ukatokea na wakora. Sasa mimi nilijaribu kukimbia. Lakini unfortunately mmoja alinipata. Nilikimbia mmoja akanipata. Kitu alinigonga nayo kama ilikata pia hii. Kaikata. Sasa nilipoenda hospitali, daktari wakaziangalia akasema hata hii kuna kitu tunaweza fanya, afadhali tu itolewe yote. Kumania na hau akĩingĩra kĩrathi-inĩ kĩa andũ mena wathe, mũtũrĩre mwerũ mũritũ. Maisha ilibadilika, sijui niseme vizuri ama vibaya ama kawaida, but kusema ukweli ilibadilika. Kwanza sikuwa mlemavu, unaona? Sasa nimeingia hii kiwango ya walemavu. Sasa nikaanza kuona pia kumbe kuna pia pande zingine za watu ambao unajua saa zingine ambao hatuwashughulikii sana, wale ambao tunaita walemavu. Sasa mimi nilikuwa hii pande. Maisha imebadilika vipi? Na inabidi mahali popote naenda lazima pengine niende na mtu, nitegemee mtu. Vitu zingine kusema ukweli siwezi zifanya peke yangu, lakini nikipata usaidizi ya mtu mwenzangu ama technology ama usaidizi tu wowote naweza zifanya. Unaona, yote inatokana kwa akili. Ona maũndũ maikarĩte ũguo, Eric ndegũkua ngoro. Ekũhĩmbĩria ũtũũro ũcio mwerũ na gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũtũũro wake na gĩthomo gĩake kĩrĩa athomete gĩa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Rĩu arutaga wĩra rũhonge-inĩ rwa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie NEMA na nĩ engineer. Mimi ni environment inspector mahali ambapo nafanya kazi. Ninafanya na NEMA. NEMA ni National Environment Management Authority, ambayo ni authority which supervises and coordinates all issues on environment. Hapo ndio mimi nafanya kazi, na kazi yangu haswa inahusika kupokea, kushughulikia na kujaribu kutatua
shida za wananchi ambazo zinahusika na mazingira. Pollution, that is, inaweza kuwa ni mambo ya air pollution, water pollution, environment pollution, any complaint. Sasa hapo ndio nafanya kazi na wenzangu. Nilisoma kwa gazeti, nikaona kuna position of environment officers na nika apply kama wenzangu. Zaidi na hayo nilikuwa pia nafanya kazi mahali pengine. Unaona, sio sasa kusema ukweli kwangu sioni kama hii ilikuwa simple. Wira wake ni wikuranĩire na aurutaga na kĩo kĩingĩma. Ica ikuhĩ nĩ aratugirwo na ngerenwa nĩ President Uhuru Kenyatta nĩ gũtungatĩra andũ na njĩra ya mwanya ona arĩ na wathe. Mimi ni secretary wa kikundi ambacho inaitwa Society of Professionals with Visual Disabilities. Hao ni professionals ambao hawaoni, engineers, doctors, lawyers, teachers, lecturers, au wote. Na pia mimi niko member wa hii, unajua UDPK. UDPK ni kama kotu ya walemavu, inaitwa United Disabled Persons of Kenya, ndio umbrella body ya persons with disabilities. Sasa I'm a member there. Rũcinĩ nĩwe wĩtwaraga nginya wĩra-inĩ ona atekuona. Etĩkĩtie ona arĩ na wathe ena ũigĩrĩrĩki mũnene. Kwanza natumia hii ken. Hii inaitwa white ken. Hii white ken naitumia kila mahali naenda na ni ishara ya kuonyesha kuwa mimi sioni. Lazima kila siku niamke niende kutafuta kama wenzangu, niende kazini. Toka hapo nje, hiyo siku madama anaweza amua pengine anipe lift mpaka town. Hiyo ni njia moja. Njia ingine na kama hiyo siku hawezi, mimi naweza shuka hapa kwetu, nifike hapo kwa gate, nitafute njia kama ni kutembea na mtu ama kuchukua bodaboda mpaka kwa bus station. Watu hapo kwa matatu, naingia kwa matatu kama wenzangu. Of course nasaidia hapo na hao vijana ambao wako hapo, ni watu wazuri sana. Kisha waelimisha kidogo kuhusu mambo, nahitaji kuingia kwa gari hivi, nataka kukaa mahali hapa, wako sawa kabisa. Naingia kwa gari mpaka town. Town changamoto ni mingi. Sasa nikishuka hapo, ni kwanza nitatafuta rafiki yangu pengine nipeleke mpaka the next stage, ama nitatafuta well wisher anifikishe mahali nataka, ama itajaribu kujikaza step 2-3 nifike mpaka pale. Sonko tunaona ametoa bodaboda town, sasa hiyo it's not an option, unaona. Lakini ningependelea hasa wakifanya policies ama laws kama pengine kutoa bodaboda town, kitu mzuri, lakini pia wakumbuke kuna watu ambao pengine kama wako na disability, na hiyo it was empowering them, unaona. Kama mimi hizo siku nilikuwa nafika town, hakuna haja kupigia mtu nichukue hapa nini, naingia kwa bodaboda na kimbia mahali naenda. Lakini sasa lazima nitafute mtu. So wangetusaidia kama ingawa wangeweka hata kama ni kagari, kwa kusema hii gari iko hapa Odeon inasaidia persons with disability. Kama ni kutembea pengine kama kwa site, let's say kama kwa quarry ama kwa mto ama kwa nyumba, ama kuangalia pengine mahali kuna shida fulani na fulani, pengine atahitaji kwenda na mtu colleague, unaona. Juu kazi hatufanyi peke yetu, tunafanya na wenzetu. So atahitaji kwenda na wenzake 2-3, na together they'll form a consensus and say pengine hii ni halali ama sio halali, unaona. So wao wanakubali kwa pengine kazi ile napewa nitafanya vizuri. Ena rĩtana rĩa andũ mena wathe matikenyarare, na arĩa matarĩ na wathe mateithĩrĩrie arĩa mena wathe gũkinyanĩria mĩtũrĩre yao. Kabla nipotee macho, nilikuwa mahali ambapo pengine sikuwa nashughulika hasa na watu ambao ni walemavu. Sasa ninaweza elewa wale ambao pengine wanaona
pengine hii shida ni ya wale, unaona, sio yangu, ni ya wale. Lakini kenye ningeongeza zaidi ni kwamba mambo ya disability ni huwezi jua, unaona. Pengine leo uko sawa, kesho hauko sawa, unaona. Sasa ni vizuri pia ujishughulike, uchukue jukumu, uendelee zaidi, uangalie pia na maslahi za walemavu. Kwanza ni kujiamini. Kusema hii shida niko nayo, pengine wengine wamepitia, lakini hii ni yangu. Lakini zaidi ya hayo ni lazima nijikakamue nitoke hapa, unaona. Nisiendelee tu kutegemea ile kidogo ninapewa. Pengine kwa sasa ninapewa, lakini jikakamue uone siku 3, miaka 2, miaka 5 itakuwa vipi. Nitaendelea tu kupewa, nitaendelea, lazima nijikakamue, unaona. Naelewa saa zingine inakuwa ngumu, pengine uko hospitali huwezi tembea, pengine we ni mzazi, uko na mtoto ambaye ni mlemavu, unasema mbona Mungu alinipea hii sasa. Ni vizuri uangalie hii shida kama changamoto kama zingine. Pengine changamoto kama, naona sasa kama sasa serikali inajaribu mambo ya nyumba, mambo ya huduma, changamoto mingi. Chukulia kama pia wewe kama hiyo ni changamoto kwako ambayo ujaribu kutafuta suluhisho, unaona. Sio rahisi, lakini it can be done, it's possible. Hihi kuri kindu wiriragiria kugea na uhoti wa kuona? Nikikompea, pengine nikiangalia na macho na saisi na of course kuna vitu mingi naweza sema pengine nakosa kuangalia, unaona. Lakini hasa kitu ningependa kuona sana pengine mtoto wangu ama bibi wangu ama familia yetu, unaona. Lakini hizo ni pia kama ni kusema, unaona, kama ni kusema. Lakini kusema ukweli, hii situation venye niko sasa, mimi nime-accept na ninafikira tu iko sawa, kwangu iko sawa. We etikitie ona ngikorwo ena wathe, kiu ti gitumi gia kwaga guthie na mbere. Kuona hiyo ni pande moja tu ya vile vitu ambavyo tunafikiria tunatumia. Kama sioni, inasikia. Kama sisikii, natumia pia kichwa yangu. Unajua vitu mingi haswa katika maisha ya mwanadamu ni kichwa, unaona. Kama macho yuko, hiyo ni changamoto tu kidogo. Kwanza ni kujiamini. Kusema hii shida niko nayo, pengine wengine wamepitia, lakini hii ni yangu. Lakini zaidi ya hayo ni lazima nijikakamue nitoke hapa, unaona. Nisiendelee tu kutegemea ile kidogo ninapewa. Pengine kwa sasa ninapewa, lakini jikakamue uone siku 3, miaka 2, miaka 5 itakuwa vipi. Nitaendelea tu kupewa, nitaendelea, lazima nijikakamue, unaona. Niko na bibi na mtoto mmoja, nashukuru Mungu kwa hayo. Bibi hata tulipatana nikiwa campus, tukasoma na yeye, tukamaliza, lakini bado hatukuwa tumeanza hii mambo ya dating. Sasa nilipopotea macho, nikamwambia bado mimi nafikiria tu kukuoa, naona. Akasema hiyo ni sawa kabisa, naona. So tukaendelea, tukafanya harusi yetu. Kama hiyo wakati nilikuwa nimepoteza macho, ili hali pia nilikuwa nimepoteza kazi hiyo wakati. Kazi nilikuwa nimeanza nayo nilikuwa nimepoteza, but tuliendelea tu. Nema ate disability is not inability. Furthermore, those persons who feel they are disabled, every one of us has a different disability, unaona. Naweza kuwa hata ni disability ya kukasirika haraka, ama disability ya kuwa na uvivu, unaona. Hizo zote ni disability, pengine ingawa hazionekani kama disability, unaona. But ni vizuri kila mtu angalie kuwa disability is not inability. Wathe ti kwiremwo. Njĩtagwo Simon Kibe.